Huwezi kuishi kwenye maisha ya hasara. Biblia yenyewe haitaki hasara, inataka faida. Huwezi ukafanya kazi hamna faida. Huwezi ukafanya biashara hakuna faida. Huwezi ukaanzisha kampuni haiendelei. Kwa nini upigi hatua? Ni sababu ipi inayokufanya usipigi hatua katika maisha? Biblia inatambua faida, Biblia haitambui hasara. Wewe unapata hasara, mambo yako yote, kila unalolianzisha haliendi. Umefanyiwa nini wewe? Nini kimetokea kwenye maisha yako mpaka upigi hatua katika maisha? Nani huyo? Sababu inayowafanya msipige hatua. Jamani, wengine mna nyota kubwa, aposto, mna nyota nzito. Naweza ukaenda kwenye kanisa ukashangaa unapigwa vita kuliko mchungaji. Nyota kubwa. Nyota ni sababu. Na watu wapo kwenye mawizara haya wanashambuliwa. Wengine wako kwenye majeshi humu, ni balaa. Kila siku wanapanga kumhamisha. Tumtoe huyu, tumuondoe huyu. Kafanya nini? Utendaji mzuri. Sifa ya utendaji mzuri kazini ndiyo kipimo cha mvuto kwa wakubwa, sio kujipendekeza. Mimi sijipendekezi. Mimi nafanya kazi nzuri kwa jamii. Ndio maana wanaume wananipenda. Sina dawa, sina uchawi. Nilimjibu mchungaji mmoja, fanyaje kwa kusanya wanaume? Nikamwambia, sema ukweli. Wanaume hawataki uongo. Usiwaambie epo la upako, hawataki wa ujinga. Chumvi hawataki, kwa sababu wanawanunuliaga wake zao chumvi wapikie. Kuambia kwamba ndo tutawabadilishia maisha yao, hawaelewi. Na watu hamfanikiwi kwa sababu mna nyota kubwa. Sasa nifanyeje baba? Inabidi ipate protection hiyo. Ili upige hatua inabidi ulindwe. Kuna watu hamtokuja kutajirika kwa sababu familia ilisema tumroge huyu, atatusumbua. Nimeyaona.